Ningetaka kuomba Wakenya wale mnaniona nimepitia mambo mingi. Pole. Nikikumbuka baadhi nilipewa ni print out. Yeah. Ngatho cia mwanya ni kwitikira kuza kwa Kasuki TV. Masito makwa nitawa Alex wa Kasuki and welcome back to my YouTube channel. Umuthi na mweni thina wa kilungu kitu chando mekitumisho. Ndi kilungu chando mekitumisho kitire kwa kukondo sio wa Let's Venture Africa Safaris alama twa hando kundo kwiki bathukangani. Uketha wenda kutembea Kenya, maybe wenda uthio Mombasa, kana wenda uthio Mwanza wa Kenya, kana wenda uthio Amboseli na kundo kwingi kwiki bathukangani. Na ndi na utwawe ni company wita wa Let's Venture Africa Safaris. Kwa una mbena kukikiaba niyo utona kuna ila wenda kutembea pando. Ota una nayo company wa Butterfly Production wote kwa tewe ni ba. Alama kuna maundu ma visa, maundu ma videography, photography, wena chathi chaku cha muthemba wonde. Chathi cha mathiko, chathi cha losi, chathi cha ngasia, chathi cha baby shower, birthday, na chathi ochonde. Na hii Butterfly Production namo nimethama kwatite na nzila zailite. Otau nimeka live streaming na pia nimeka audio recording pa studio kwa. Na hii pia wende kweka podcast tena tunayo nimethia wa majika. Na hii ndio mweni witu timu Kamba, so sitakuwa nikiongea Kikamba. Nataka nimkaribishe ili akatusalimia tuambie yeye ni nani, anaitwa nani. Karibu sana Kasuki TV. Asante sana Bwana Alex. Mimi naitwa Alex Kasuki. Wewe unaitwa nani? Naitwa George Githuku Gachara. George Githuku Gachara. Mzaliwa wa Nyeri, Othaya. Kwa kina Kibaki. Kwa kina Mwai Kibaki. Kibaki si wa huko? Ya sasa hebu jitambulishe. Huwa ninaishi Nairobi. Oh, you live in Nairobi? Yeah. Okay. Hebu jitambulishe kidogo pale kwa kamera, utuambie umetoka Nyeri wapi? Kidogo tu kwa kifupi. Majina yangu naitwa George Githuku Gachara. Nimetoka Nyeri, Othaya, mahali inaitwa Wetima. Village inaitwa Kagumo. Okay. I don't know kama nikiongea kidogo niseme Wetima mahali juzi kulikuwa na nini kwa kanisa. Kulikuwa na nini? Ongea, haina shida. Mahali tia ngazi zilikuwa zinapigwa kwa kanisani juzi. Ni huko? Huko ni kwetu. Oh. Ilikuwa inafanyika kwetu. So unatokea hiyo side? Yeah. Well, umesema unaitwa George. Naitwa George. Okay. Sasa George, hapa watu tunafanya interviews ambazo maybe unaweza kuwa na issue usaidike ama usaidie mtu kupitia story yako. Hivyo leo tutakuwa tukisikiliza story yako kwa kina, especially Kenya kimekuleta hapa, bila hospitali and everything. So kidogo tu unaweza tuambia kuliendaje, mlianza wapi na kulikuwaje? Mtazamaji na msikilizaji, ni safari nimepitia kuanzia mwezi wa 10 last year. Bibi yangu alikuwaga mgonjwa wa diabetes. Yes. Then all of a sudden akaanza kulalamika mkono moja ya right. Sorry. Inashindwa kuinuka juu. Sikukuwa nafikiria ni kitu serious. Na hata hakuna mtu yoyote alikuwa nafikiri inaweza kuwa ni mambo serious. Tunasema ni atafute dawa asugue mkono. But all of a sudden akaanza kugojeka mpaka akashindwa mpaka kushikanisha maneno. Ndio tukaanza kumtafutia vile tunaweza mpeleka hospitali. Tulimpeleka Huruma. Jumia Hospital. Yeah. Wakamwangalia, wakampatia madawa, wakasema turudi na yeye nyumbani. But the following day, ikawa sasa hata kutoka kwa kitanda hawezi. Akawa mbaya. Tulimchukua tukampeleka dispensary ya Kariobangi Catholic Church. Mahali walitupatia kumwangalia tu, na nurses tumekuwa tukimpeleka hapo akiwa na shida yoyote, so wanamuelewa.
walituambia haraka haraka tumkibishe tumpeleke Kariobangi, inaitwa Margaret Kenyatta Hospital. Na kufika huko hawa walituambia hata tusisimame huko. Walitutuma referral either KU, Kenyatta, Mbagathi, mahali kuna ICU tumkibishe. Tulimkibisha Mbagathi, walituchukua vizuri, lakini the problem Mbagathi hawana ICU. Kwa hii muda ameshtuka ama aongei? Tukifika Mbagathi bado alikuwa anaongea kidogo. But tukiwa emergency, hapo ndio alianza kukosa mpaka hewa. Ikabidi tuite daktari haraka haraka ndio akawekwa kwa oxygen. Tukiwa kwa emergency hapo tunangoja ndio tuhudumiwe. Na kwa muda masaa kama 3 tulikuwa tumepatiwa admission. Sasa tukaadmitiwa. Sasa story ilianza hapo, sababu kutoka hapo mgonjwa wetu hakuamka tena, hatukuongea naye tena mpaka baada ya kukaa for 5 days wakaona sasa wamelemewa na yeye, wakatuambia ni lazima tuende mahali kuna ICU na mashini ya dialysis, sababu already maji ilikuwa imejaa kwa mwili. Tulitafuta hospitali ile iko na ICU na mashini ya dialysis kwa masaa mingi kabisa, sababu tulirudi kupata kitu saa 9 usiku asubuhi kielekea. Tulipata Westlands Specialist Hospital. Yeah, iko hapo karibu nyuma ya JW Marriott Hotel. Hapo ndio tulipata, wakatutumia ambulance kukuja Mbagathi, wakachukua mgonjwa, wakampeleka na akawekwa kwa ICU na kwa life support machine immediately. Paka kitu saa 11 ndio tukatoka sasa, tukamwacha huko. Tukaenda kupumzika, mimi na vijana wangu wawili. Kutoka hapo alikaa for 11 days kwa ICU kama haja. 11 days. Ndio akarudi sasa akapelekwa HDU na akaanza kurespond vizuri. Kwa HDU hakukaa sana, after about 5 days akajisikia akaanza kufungua macho. So akatolewa hapo akapelekwa general ward. Akawekwa tube kwa tubo ya kukula. Na akaanza kuendelea na dialysis na matibabu. Na alafu after some time alikuwa anaenda chini, akienda dialysis ugonjwa inamrudia. Ile time akipelekwa dialysis na bado damu yake ilikuwa chini. Amekuwa akifanywa dialysis, lazima afanywe na damu, akiongezwa damu. Tukaendelea namna hiyo, anaamuka, anarudi chini, anaamuka. At one point daktari, director mkubwa wa director medical wa hiyo hospitali akasema ni lazima wamdischarge, aende akafanyiwe home care ama apelekwe kwa nursing home mahali atashughulikiwa. Alidischargiwa for 10 days. Lakini bado hatukuweza, sababu walikuwa wana insist ndio tumtoe huko, lazima tukilie ile bill ilikuwa. That time bill ilikuwa ya 2.something million. 2.something. Yeah. Tulijaribu kung'ang'ana, tukajaribu kufanya mpaka fundraising, tukaweka pay bill, tukatumia marafiki. At least tuliweza kuraise pesa yote inafika almost 900,000. Lakini bado wakasema wanataka pesa yote. Tulijaribu kuwapembeleza wachukue hata kama ni title. Ndio tutoe mgonjwa, ndio bill yache kuruka juu. Walisema hakuna kitu wanaweza chukua, wanataka pesa. Na ndio sasa bado tukiendelea kung'ang'ana, tena mgonjwa wetu akarudi chini tena. Akarudishwa tena, akawa admitted tena huko tu. So wakafungua file tena. Na kufungua file walisema hata hizo siku walikuwa wamemdischarge, wanaanza kuhesabu tena. Wanasema system yao, sababu haikuwa imekuwa cleared. System ikifunguliwa inaendelea na kila kitu. That is how they are. Tufike hapa kwa system, tuambe tulehe biro 2 3.
Ende ko kwita Wakasuke TV masema ko nitawa Alex Wakasuke na kilungu kwiki kwa kukondo sio wa Let's Venture Africa Safaris alama twandu kundu kwiki twangana nenza kana ne kumaumia nzama kama ete Kenya etha without kalandi ni wandhitu ya Kenya and maybe wanda koka you can no kanena na Let's Venture Africa Safaris kuzila nambani no ya simu nikandoka sa kwithia ni watembea ondo okwenda na ende matwandu worldwide yani kila bandu bonde ndino otauna mo Butterfly Production na mona ko ni mabisa na kima video meka videography na photography at the same time and then wasilesi kwa twanga ngina ku shoot mbadi na endo kada una chati changasia chati chambadiko chati cha losi siadi chati ochonde kilo tana kuda wena chono kabikia Butterfly Production kuzila pia nambani ona kana weza kwithia ni maokonia uya mosio pia ni maonenga podcast kana bandu bako konia podcast ya kuna nimeka live streaming ondomwe na live recording tukiridu kwako George. Yes. Tumefika kwa 900,000. Mkachanga mkafika 900k. Yeah, tumekuwa tukishanga pesa yote ile ilikuwa inashangwa. Nilikuwa ninaenda na ninalipa. Sababu from the word go aliniambia nikipata ile pesa nimepata kidogo niwe ninalipa. So every week nilikuwa ninapelekanga ile pesa imeshangwa. Napeleka wakati tukafanya harambee ya haraka ya 1 week. Tukaraise almost 500,000 pia nikapeleka huko. Lakini bado hata tukifanya hivyo bill ya huko ilikuwa inaruka na pesa mingi. Unasikia kama kwa siku inaruka na 100,000. They are expensive. Sasa kutoka hapo mgonjwa tena akaanza kuendelea na kwa hospitali. Nimekuwa na mikutano around 4 times. Mpaka nimekutana na legal officer wa hiyo hospitali. Tukijaribu kuona ni nini wanaweza. Tukiongelelea hapo kwa hospitali. Yeah. SHA haiko kusaidia ama una SHA? SHA ilikuwa na bibi yangu. Yeye mwenyewe mgonjwa. Ndio SHA yake nilikuwa nimemfungulia yeye mwenyewe. Ilikuwa inafanya kazi. Ilikuwa active. Ni active hata sasa tunaongea. Ni active sababu mwaka haijaisha. Lakini tukiwa Bagathi iligharamia matibabu yote. Wakati tulienda huko na wanasema SHA inafanya kazi huko, waliniambia SHA inalipia kitanda peke yake 3,050 per day. Hata kama ni ICU. Ni kitu ambayo hata mimi mpaka waleo sijaelewa sababu ICU najua inalipianga kitanda yote flat rate 28,000 per day. Hiyo ukienda hata kwa Google utafute utapata SHA inalipanga 28,000 per day for 12 days. Na 28,000 per day for 12 days kwa HDU. Hizo bili. Lakini hiyo walisema hakuna kitu kama hiyo kwa hospitali yao. So wakalipa 3,050. Hiyo peke yake ndio walikuwa nalipa. Lakini pia walikuwa nasimamia dialysis. 10,650. Wow. Lakini hii mambo ingine ya HDU na so ICU, in short haikusaidia SHA. Haikusaidia. Like even 50%. Hata sidhani kama imesaidia hata 5%. Sababu kama saa hii niko na bili ya 4.8, SHA inalipa 90. Sasa hizi umebakisha bili ya 4.8 million. 4.8 million. That is close to 5 million. Yeah, na SHA inalipa 90,000. 90,000. Out of 4.8. Yeah, 90,000. Okay. Nimejaribu kwenda mpaka kwa SHA kufuatilia nijue kwa nini. Sababu nilikuwa ninataka niende SHA wanikonfirmie kutoka kwa ofisi yao kama hospitali kuna claim imefanya ya amount ingine. Wamerudi kuniambia hospitali hawakuweka mgonjwa yangu kwa nini rekodi za SHA. Lakini first thing wakati nilienda mimi nilifanya hiyo. Wakakaza kunitushia OTP na SHA. Na the following day nikaenda ofisi ya SHA na nikapewa hiyo OTP na nikapeleka hospitali. Sasa hapo katikati hospitali SHA nini hiyo sielewi na nimejaribu kuelewa nimeshindwa kabisa. Sorry for that. So saizi umefikisha wapi? Sahi nimejaribu kutembea. Nimejaribu kutafuta waheshimiwa. Nimeenda mpaka ofisi ya senator wa Nairobi. Ukasaidika?
Bwana Sifuna, at least ofisi yake kidogo imefanya kazi kidogo, lakini ni kidogo sana. Na wale watu wako kwa ground hawataki nionane na yeye one on one. Okay. Akasema ofisi ya Senator Nairobi, kazi yake inapeananga 10,000 ya mazishi. Mimi nilikuwa nataka tuonane na Senator nimuelezee maneno yote. Ndio aelewe. Sijachoka, bado nitaenda na nitawatafuta. Kutoka kwa ofisi ya Senator walinituma kwa ofisi ya MP wangu Embakasi North. Bwana Gakuya. Sijaenda kwake sababu hiyo shughuli nilifanya jana na bado nilikuwa ninaenda kuona gavana wa Nairobi. Nikitafuta tu usaidizi. Hata nikikuja hapa saa hii nimekuja kuappeal kwa well wishers na wale watu wanaweza saidia. So in short uko na deni ya 4.8 million. Yeah. Na hauna pesa nyingine. Ilikuwa ngapi before? Ilikuwa 5 point something. 5 point something. So you managed to pay around 1 million. Yeah. Sasa deni ni 4.8 million. 4.8. Bila kuhesabu saa hii mahali yako kwa mochari every day ninahesabiwa 1,000. Yeah. Now that uko Kasuki TV, na of course Wakenya wanakuangalia, ungependa wakusaidie vipi? Tufanye nini? Uko na barua kwanza za huko? Za hospitali? Niko na copy ya bill. Nisaidie. Ndio nikiambia watu watume kitu, nisiwaambie watume kitu na sina evidence. Watu kumeandika balance, juu siwezi pitia makaratasi yote. Ni hapa nyuma, hii ni kitabu ya bill. Kuanzia from the Westlands Specialist Hospital, Westlands Road, Westlands, Nairobi, Kenya. Telephone, email, okay, na website. So this is the balance hapa nyuma. So sitapitia hizi makaratasi kwa sasa. I can just hii ni zile payment nimekuwa nikifanya. Okay, 100,000, 92, 50, 42, 22, 20, 22, 25, 95, 4, 12,000, 9,000. So balance ni 4.854 million. Yeah. Then from there utatoa tu 90,000 ya SHA. 90 kwa hii sasa. Kwa hii figure. Kwa hiyo figure 9720. Na huko hospitali waliniambia hawezi weka kwa nini. Printed on January 23rd, 2026. Yeah. Okay. Waliniambia SHA yao wanafanyanga manually, wanaandika na bailo. Wanatoanisha, hakuna ile print out wanafanya kutoka kwa SHA. So I don't know why. Nikikumbuka baadhi nilipewa ni print out. Yeah. Okay, tutapitia hizi makaratasi baadaye, lakini kwa sasa Wakenya tunaweza tukasupport huyu mzee. Mchukue kama brother yako, baba yako, anko yako, mwenye ako na shida kama hiyo. Kwa sababu 4.8 million sio kazi rahisi kupata. And of course unaona kila mtu anapambana na maisha. So sasa nataka wewe waongeleshe well wishers. Ningetaka kuomba Wakenya wale mnaniona nimepitia mambo mingi. Pole. Naende kilungie kitu kwa kukondo sio wa Butterfly Production hala makunawe wabisa na videography at the same time. Okeza kudewana chathi nema kudumiana nema kwikia ma ukavya chathi cha kuchonda nimeka pia video coverage siambathi na video coverage cia sio ndei la waithe onasio sipo birthday sipo baby shower sipo alosi sipo mathiko na cia siko tokanganyo itumi nikuna noma kunesimu kuzana mbane no kwikia baki onekana wese kwithia noma bikila na nze la elite na Molet Venture Africa Safaris ne kambuni wotwa andonza wa Kenya na kumaete ndini wa ndea Kenya na mo pia maotwa abala bonde okwenda makao package ya kana makonenga package ya budget ya kula wina yo makakuya bano wendie bana bano ukathia mbozeli na ukwate mukao bwana nana ndi uitembea Kenya o feel nesa masita makanita wa Alex Wakasuki tusiokete ku George andume kitumisho George. Najua ni ngumu. I'm sorry ni ngumu. No problem. Lakini naomba tu Wakenya wote mahali wako well wishers.
mjitokeleze mkuje mtusaidie. Ni mzigo mzito sana, hata siwezi fikiria mahali hiyo pesa inaweza toka. Bibi yangu hapo kwa mochari as we are talking. Siwezi nikamsika sababu ya bill hospitali. Sababu ya hiyo bill. Mpaka nigirie bill ndio nipatiwe go ahead ya kuendelea na mambo zangu. Sasa naomba tu kwa Kenya wote wale wanaweza guswa mahali, mjitokeleze tu mkuje mnisaidie na njia yote. Na Mungu atambariki. Pole. Asanteni. Naona kuna pay bill tulipaje? Niko na pay bill namba hapa. Tusomee kwanza lakini tutaiattach hapa kwa video. Niko na pay bill ile nimekuwa nikitumia throughout wakati nilikuwa ninaomba misaada hata akiwa hospitali. Ni Equity pay bill 247247. Account number ni namba yangu ya simu 0725 516 938. Takuja George Githuku Gachara. Mkifanya namna hiyo mtakuwa mumenisaidia at least hata nikirudi hospitali kuongea na hawa. Nirudi nikiwa na kitu. Ile at least wataona ninafanya kitu. Hebu niwasomee. Nandi msiaisi wa Kasuki TV nenda kusomea ulondo kathango kandikitwo ati hospital and burial bill request of 5 million. 4.8 is close to 5 million. Lydia Mokami Karanja, Mama Michael, was admitted at Westland Specialist Hospital where she needed an ICU due to her health condition. And for 3 months, she has been fighting so hard until 22nd of January 2026. She passed away. We humbly request your finance assistance so that we can settle the accumulated hospital bill and lay her rest. Pay bill ni ile ya Equity 247247. The nambari ya simu ni 0725 516938. 0725 516938. Inaleta jina gani? George Githuku Gachara. George Githuku Gachara. Ukifanya hivyo Wakenya toka tumefanya kazi mzuri. Shida ya ama matata ya ugonjwa unaweza ipata kwako, kwangu na kwa ule mwingine. So I think hatuna mengi sana. Kana tuna maingi mwana makuweta atu ya tukaboya katethesia mtumia huyo. Uko na nini ya mwisho ya kuambia Wakenya? Wakenya namshukuru sana mkiendelea kutusaidia mahali tumefika. Ndio at least tuone tumepumzisha huyu mama. Akae mahali pema. Na hiyo mzigo ituondokee. Nimetulalia mimi na watoto wangu. Na hakuna mahali nyingine tunaweza enda. Na tukirudi kwa watoto, umebarikiwa na watoto wangapi? Niko na watoto watatu. Watatu. Vijana wawili na msichana mmoja. Okay. Yeah. Wote ni wakubwa. Okay. Yeah. Lakini hata kama ni wakubwa bado ni watoto wangu. Inaeleweka ni kweli. Yeah. Okay. Okay, so aboni watu kiangitelewa kilungu cha Kasuki TV kana kilungu cha Andu Mekitumisho mwendani wa omonde kila kitu kwa kukondo sio wa company wa Butterfly Production. Butterfly Production medika beta wata Johanna Center opposite Safaricom. Wende watu ithilana indi Suiku ni asiatisi ya kusiki tukangano chadi cha madhiko chadi changasi chadi ochonde weka nimeka live streaming na nimethana studio ya kwikia podcast ta watu kuza kwithia nima utethesia kwanzia siku tukangani na indi alangi kana kilungu kikite kwa kuondo sio wa Let's Venture Africa Safaris pala tutwandu kundu kwa pa Kenya nanza wa Kenya kitumini keu noma kuna simu kuzana bani ino yibaki yo kwa kuneka na wese kwithia nimo twabala bonde okana masema kwa nita wa Alex Wakasuki ngina mwena ula ukite kwa YouTube wanesa